You are listening to a program by the Catholic Justice and Peace Department, CJPD, Mombasa Archdiocese. Karibu kwenye podcast yetu Kenya Tunayoitamani, ambapo tunajadili masuala muhimu yanayohusu jamii yetu. Leo tunazungumzia nafasi ya familia kama msingi wa kanisa letu na jamii kwa ujumla. Tutaanza na igizo fupi litakaloangazia changamoto zinazokumba familia na jinsi tunavyoweza kuzitatua. Kaa nasi hadi mwisho, kwani tutakuwa na mjadala wa kina pamoja na mgeni wetu maalum. Katika kijiji cha Chang'omba, familia ya Faraja na Fahari ilionekana kuwa na maisha mazuri. Faraja alikuwa mfanyabiashara mwenye mafanikio, huku Fahari, mumewe, alikuwa mfanyakazi wa kiwandani kabla ya kupoteza kazi yake. Pamoja walilea watoto wao, Amani na Jasiri, kwa upendo na mshikamano. Fahari, natumai utafanya chai tamu leo. Leo utajua mimi ni mpishi hodari. Lakini hali ilianza kubadilika baada ya Fahari kupoteza kazi. Kaka yangu, inawezekana kweli mke wako ndiye anaihudumia familia? Niko kwenye wakati mgumu, lakini tunasaidiana. Wewe si mwanaume wa kweli. Wewe unakula jasho la mke wako. Maneno haya yalimchoma Fahari na kumfanya ahisi duni. Hali ndani ya familia yake ilianza kubadilika. Mama na baba kila mara wanagombana. Si bora niwe na marafiki wangu wanaonielewa? Hapa ndipo furaha ipo, usijali familia yako. Amani alinaswa kwenye anasa na dawa za kulevya, akapoteza mwelekeo wa maisha. Jasiri, kwa upande wake, alijitosa zaidi katika masomo na michezo ili kuepuka matatizo nyumbani. Wewe unadhani mimi sina thamani kwa sababu sina kazi? Fahari, tafadhali, tunahitaji kuzungumza. Hasira ya Fahari ilizidi na kumpelekea kumjeruhi Faraja, hali iliyompeleka hospitalini. Baba na mama, tafadhali msipoteze familia yetu. Nimewaleta kwa viongozi wa kanisa ili tusaidike. Familia ni msingi wa jamii yetu. Tunapaswa kuheshimiana, kusaidiana na kusameheana. Nimejifunza kuwa mke wangu ni mshirika wangu, si adui yangu. Nimekosea na naomba msamaha. Tutasimama pamoja kama familia. Kwa msaada wa kanisa na jamii, familia hii ilipata uponyaji na kurejesha upendo na mshikamano. Baada ya kisa hiki cha kugusa moyo, hebu tuzungumze na mgeni wetu wa leo, Mwalimu Sarah, mshauri wa masuala ya familia na jamii. Karibu sana. Asante sana kwa kunialika. Hili ni somo muhimu sana kwa jamii yetu. Je, maisha na miundo ya familia huathiriwa kwa njia gani na masuala ya kiuchumi, kijamii, kitamaduni na kisheria? Hii ni swali zito sana. Kwanza, maisha na miundo ya familia huathiriwa kwa njia nyingi na masuala haya. Kiuchumi, hali ya kipato huathiri kila kitu, kutoka elimu ya watoto hadi afya ya familia. Familia zenye kipato cha chini mara nyingi hukumbwa na changamoto za msingi kama malazi na chakula. Kijamii, mabadiliko ya maisha ya kisasa yanaathiri jinsi familia zinavyoingiliana. Teknolojia, mtandao na mitindo mipya ya maisha vinaathiri malezi na mahusiano. Kitamaduni, mila na desturi zinaweza kusaidia au kukandamiza maendeleo ya familia. Kwa mfano, tamaduni fulani zinaendelea kushikilia ndoa za mitala au ndoa za lazima, ambazo huathiri maisha ya wanajamii. Kisheria, sera za serikali kuhusu ndoa, mirathi, haki za watoto na ajira zinaweza ama kulinda au kuathiri familia. Mwisho wa siku, familia ni kama kioo cha jamii. Chochote kinachoathiri jamii kitaonekana moja kwa moja ndani ya familia. Je, tunaimarisha amani na upatanifu katika familia?
Swali zuri sana. Amani na upatanifu katika familia ni jambo la msingi sana. Kwanza, ni lazima tukumbuke kuwa mawasiliano ndiyo nguzo kuu. Tukisikilizana na kuelewana, tunazuia migogoro kabla haijaanza. Pili, tunapaswa kuwa na uvumilivu na kuelewa kuwa kila mtu ana mtazamo wake, lakini mwisho wa siku, familia ni msingi wa maisha yetu. Tatu, msamaha na upendo lazima viwe sehemu ya kila siku, maana hakuna familia isiyo na changamoto. Tukijifunza kusuluhisha migogoro kwa hekima, basi amani ndani ya familia zetu itaimarika. Unajua, kila mmoja ana jukumu lake. Je, wewe binafsi unachangiaje amani nyumbani? Familia, kanisa na jamii zinatekeleza wajibu gani katika ukuaji wa watoto? Shukran kwa swali hilo muhimu. Unajua, familia, kanisa na jamii ni nguzo tatu kuu katika malezi ya mtoto. Familia ndiyo msingi, hapo ndipo mtoto anapata maadili, upendo na mwongozo wa kwanza. Kanisa kwa upande wake linasaidia kukuza maadili ya kiroho, nidhamu na heshima kwa wengine. Halafu, jamii inatoa mazingira ya kukuza vipaji, kuwalea watoto katika mshikamano na kuwafundisha jinsi ya kuishi na watu wa tabia tofauti. Kwa hivyo, vyote vitatu vikishirikiana, tunalea kizazi kilicho na mizizi imara ya maadili na ufanisi. Tumeyapata mengi leo. Familia ni msingi wa kanisa letu na jamii. Tukihakikisha familia zetu zina mshikamano, tutakuwa na jamii bora. Tafadhali, tushirikiane kuboresha familia zetu. Je, ninahimiza upatanifu na uelewano katika familia yangu? Je, mimi ni mzushi au mtatuzi wa shida katika familia yangu? Je, mimi ni mfano wa kuigwa katika familia yangu na kwenye jamii? Je, ninahimiza maadili bora ya familia katika jamii? Fanya majadiliano ya kila mara na ya wazi na familia. Shauriana na wataalamu wa ushauri wa masuala ya maisha ya familia kuhusu kuandaa wanaopanga kufunga ndoa na ushauri wa kuimarisha maisha ya wanandoa. Imarisha vikao vya sala za kila siku kwenye familia na mshirikiane kwa chakula na kazi. Andaa mipango ya maisha ya familia. Tumehitimisha kipindi cha leo. Usikose sehemu ya pili ya podcast yetu, Kenya Tunayoitamani. Kumbuka, mabadiliko huanza na sisi. Kwaherini. Kenya Tunayotamani. Kenya Tunayotamani. Kenya Tunayotamani.